Ifuatayo ni muktasari wa taarifa ya habari kutoka Solombe News. Serikali ya Tanzania imeanza mkakati wa kukabiliana na ugonjwa wa Ebola katika maeneo ya mipakani. Maandalizi hayo ni pamoja na mafunzo kwa wataalamu wa afya, usambazaji wa vifaa tiba katika maeneo hayo ambayo yapo hatarini zaidi kupata mlipuko wa ugonjwa huo. Japo hakuna taarifa za mlipuko wa ugonjwa wa Ebola nchini Tanzania, lakini Tanzania ipo hatarini kupata mlipuko wa ugonjwa huo kufuatia kupakana na nchi za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Uganda ambazo tayari zimekwisha ripoti mlipuko mkubwa wa ugonjwa huo. Tayari shirika la afya duniani WHO limetangaza ugonjwa huo wa sasa unaosababishwa na virusi hatari aina ya bundibonyo ambavyo havina chanjo wala tiba kwa ni dharura ya dunia na kuongeza kiwango cha tahadhari kufuatia virusi hivyo. Hadi sasa zaidi ya watu 750 wanaripotiwa kufariki dunia kutokana na ugonjwa huo huku wengine 2000 wakiambukizwa. Tehran. Hali ya usalama katika eneo la Mashariki ya Kati imeingia kwenye hatua mbaya zaidi kufuatia mapigano makali kati ya majeshi ya Marekani na Iran, hatua inayotishia kusitisha kabisa usafirishaji wa mafuta duniani na kuzua hofu kubwa ya vita vya kikanda. Hali hiyo inachukua mwelekeo mpya baada ya jeshi la Marekani kufanya mashambulizi makubwa ya anga yaliyodumu kwa takriban dakika 90 dhidi ya vituo vya kijeshi vya Iran katika pwani ya Ghuba ya Uajemi. Na Iran nayo haikuchelewa kujibu mapigo ambapo ndani ya saa chache vikosi vyake vilifyatua makombora na ndege zisizo na rubani drones vilivyolenga kambi za kijeshi za Marekani zilizopo nchini Bahrain. Ambapo pia kuna taarifa kwamba uwanja wa ndege wa Aba nchini Saudi Arabia umeshambuliwa. Na mabingwa watetezi wa kombe la dunia Argentina wamekata tiketi ya kucheza fainali ya kombe la dunia mwaka 2026 baada ya kupata ushindi wa kishindo wa mabao 2-1 dhidi ya England katika mchezo wa nusu fainali uliopigwa katika jiji la Atlanta nchini Marekani. Sasa Argentina watakutana na Hispania katika mechi ya fainali Julai 19, huku England ikikutana na Ufaransa katika kutafuta mshindi wa tatu. Na huo ndio mwisho wa muktasari wa habari kutoka Solombe News.